Welcome to Bagusto Content. It's all about songs, real life situation, and revelation on our lives. Hello guys, this is Augusto Brian and this is Augusto YouTube channel. Please welcome back and thank you for stopping by to my YouTube channel. If this is your first time visiting my YouTube channel, please stop and subscribe. And do not forget to click a notification bell to always alert you when I upload any video in my YouTube channel. The topic of today is the story of two builders, episode 2. Leo hii unalia kwa nini? Leo hii una watoto mbona? Leo hii una amani mbona? Inaleta shida kuhusiana na hii kuanzishwa mtu jina ya kufanya vitu mbaya ambayo itakufuata. They name you after somebody, but na iko na nguvu na jina inaweza yenye inapatikana kwa kuanzisha mtu jina. So please watch the episode 1 first, then watch episode 2. Pale ukiwa umezaliwa pale kwenu kuna kwanga na ukoo yenu na kuna kwanga na watu wenu kwa lineage. Kufika point ukaenda kwa nyumbako ukaoleka, ndugu pia we ukaenda ukaoa, ukafika point ukazaa watoto. Inakujanga hivi, sasa zingine ukuzaa firstborn unamwanzisha jina. Yani you name your firstborn after your dad. You name your child after your mom. You can name your child after your grandma ama after your grandfather. So hiyo kitu ni kitu ya kawaida kwa watu wote. Kama umezaa pale lazima firstborn ama lastborn ukuwe unaanzisha jina ya mamako ama babako. So hiyo ni kitu ya kawaida. Lakini leo wacha tuingie kwa hiyo na tuzungumuze kwa undani sana ili tujue shida inatokea wapi kwa hii nguvu zenye inapatikana kwa kuanzisha mtu jina. Kwanza wacha tuangalie jina za mababu zetu. Jina za wazazi wetu zilitoka wapi? Unakuta babako alianzishwa jina, alipatiwa jina ya mtu mwingine, hata huu mtu hakuwa anajua huu mtu anakaa aje, kwa sababu jina iko na nguvu na jina inaweza ufanye vitu zenye hata uelewi juu ya ulianzishwa jina. They name you after somebody, but huu mtu alikuwa anafanya nini? Huu mtu alikuwa anafanya nini? Wamekupatia jina ya mtu lakini hawajui huu mtu alikuwa anafanya nini. Inatokana na msingi uko nyuma, huu mtu alikuwa anafanya nini. Kuna vitu alikuwa anafanya. Saa zingine alikuwa muuaji, alikuwa mtu mwisherati, saa zingine alikuwa mtu mwenye roho mbaya, then wazazi wako wakakupatia jina yake. Nguvu ya kufanya vitu mbaya ambayo itakufuata. Ndio unakuta nowadays unakuta mtu mhubiri ameoa mama mwenye ni mzuri tu, mwenye ameokoka, lakini watoto wao wanakuja waanze kufanya vitu mbaya. Juu ya nini? Majina. Nitajaribu sana niwaletee story yangu after hii episode. Nitajaribu niwaletee story yangu juu ya majina. So leo wacha tuingie kwa undani sana, tuangalie nini naleta shida kuhusiana na hii kuanzishwa mtu jina. Kwanza mtu anaweza dhani ati babake alikuwa ameokoka, anafanya vizuri kwa maisha, yani maisha yake imekuwa vizuri sana, lakini hajapiga picha nyuma aangalie babangu nimemwanzisha jina. Lakini alikuwa aje akiwa mdogo? Alikuwa nafanya nini kwanza? Mama yangu nimemwanzisha, nimepeana mtoto wangu jina yake. Mtoto wangu nimeanzisha jina ya mamangu. Lakini kwanza tuangalie huyu mamako alikuwa anafanya nini akiwa mdogo. Utajiletea shida mwenyewe. Utakuwa unagonga mtoto, utakuwa unadhulumu mtoto juu ya shida yenye hata juu imetokea wapi. Lazima tuangalie kwa undani kwanza. Hii jina yenye tunapeana mtoto ni jina ya nani na alikuwa aje akiwa mdogo? Hao watu walikuwa wanafanya nini? Na walikuwa naishi aje? Na walikuwa wanaenda wapi? Kwa sababu mwenye unataka kupatia mtoto jina yake alikuwa mwenye anaenda kwa waganga. Mtoto wake ataanza kuenda kwa waganga. Mwenye unapatia jina, mwenye unaanzisha mtoto jina
alikuwa mwenye roho mbaya, mwenye fitina, mtoto wake atakuwa mwenye fitina. Kwa hivi kwa nini niseme hivi? Mimi story yangu ni ndefu sana. I hope nitawaletea after hii episode, nitawaletea story yangu ili mjue jinsi inafaa tukue kwa maisha, ama tukianzisha jina tukue tunakuwa kwa makini. Sijakataa uanzishe mtu jina, lakini ni kitu nzuri sana tuangalie jina kwa Biblia, kwa sababu pale kwa Biblia wenye wameandikwa kwa Biblia kuna yani walikuwa wanafanya vizuri, ndio maana wenye walikuwa wanaandika Biblia walichagua hizi majina. For example, tutumie jina ya Ruth. Ruth alikuwa aje kwa maisha? Kuna story yake kwa Biblia. Unajua, lazima uangalie hiyo story yake. Ukitaka kuanzisha mtoto jina, lazima uende kwa story ya mwenye unataka kuanzisha mtoto jina. Uangalie huyu alikuwa aje, uangalie kwa undani kwanza, ndio tujue tunaanzisha jina gani. Asante kwa kutazama hii episode. Please watch next episode 3, the story of two builders.